Leo kwenye engo tuna kitu gani? Leo bana, kwenye upande wa engo kuna engo moja hivi nzuri tu. Inasema kila mtu ana jambo moja ambalo linampa nguvu na kuendelea mbele. Wapo wanaojivunia mafanikio yao, wengine tabia zao nzuri, na wengine uwezo wao wa labda kuvuka changamoto bila kukata tamaa. Maisha si kuhusu tu ukamilifu, bali ni kuhusu hatua unazopiga kila siku kuelekea kuwa bora zaidi. Sasa sijui wewe kitu gani ambacho unajivunia kuwa nacho? Mimi. Umeniuliza swali ya leo. Yani kitu gani unajivunia kuwa nacho mpaka sasa? By the way, mimi najivunia kila kitu. Kwanza najivunia uzima ambao Mungu amenibarikia. Aswa. Lakini pia najivunia afya ambayo Mungu amenibarikia. Lakini mwisho kabisa najivunia kibali ambacho Mungu amenipa pia vile vile. Hello. Mambo ndio hayo sasa. Ukizungumzia kitu ambacho kinakupa mafanikio leo, huwezi kuacha uzima, huwezi kuacha afya, huwezi kuacha kibali. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kutembea navyo kila wakati, kwa sababu kama hautakuwa mzima, hatutarajii kama tutaona hicho unachokifanya. Hapana. Ukiwa hauna afya njema, hatutarajii pia kuona hicho unachokifanya. Lakini ukiwa huna kibali pia, hatutatarajia kuona nguvu ulionayo, wala hatutaona ule uwezo ulionao kwa sababu ya kibali. Unajua kibali kimebeba vitu vingi sana. Kibali kinakufanya wewe uweze kutambulika, lakini uonekane, upokelewe na upewe fursa. Yani kutambulika, kuonekana, kukubalika na kupewa fursa havitakuwepo kama huna kibali. Kibali ni kila kitu yani kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana, hivyo ni vitu ambavyo amenipa and I'm proud of. Sijui msikilizaji anajivunia nini yeye, ila mimi kitu cha kwanza ambacho mimi najivunia ni uzima. Yani uzima kwangu ni kila kitu. Unajua kwa nyumba unakutana na changamoto, magonjwa, lakini unamshukuru Mungu kwa kuwa unavuka na unaendelea mbele pia. So kujiproud kwa sababu wewe ni mzima, unaendelea kuwa mzima kila siku, afya yako ni njema, ni jambo la heri sana. Naam.